Alright, asante sana. Batch 3 Entertainment pamoja na haraka kabishi na wana Prima Works Studios. Rutikando pia wana GB, yani Granda Alliance. Haraka basi wana line no walihusika pia kukuandalia kwenye urusinima rutini za mwanzo wa sinema. Na bila kupoteza wakati tunakuingilia hapa basi kwa ikuru kuu kule hapa basi bila shaka pale upande wa Tyrant Shisha. Kulikuwa na sherehe ara za nyawa hizi, kisa na maana hapa basi bila shaka pale wa Amerika walikuwa ara za nyawa hizi hapa basi bila shaka pale wa Amerika. Hapa ni upande wa Thailand, Bangkok, Thailand. Na wa Amerika kuchomoka upande wa United States of America walikuwa ara za nyawa hizi. Kumbe basi ikawa ndivyo hivyo, wa Amerika wako ara za nyawa hizi, na haraka kabishi mziki ndio huo basi unaendelea basi bila shaka para kutayarishwa na kuandaliwa na kisha basi kuchezwa style kama hiyo, huku wa Amerika wakitumbuizwa. Lakini kumbe baada ya wa Amerika kutembea ara za nyawa hizi, mkurugenzi basi bila shaka pale wa upande wa Thailand aliamua kuwapa wa Amerika hapa basi zawadi fulani. With our royal antiques that my king prepares for you. Zawadi yenyewe ndio hiyo basi dogo brother mpenzi mtazamaji. Zawadi yenyewe ndio hiyo. Kumbe ile zawadi hapa basi bila shaka pale ukipenda ni nyungu za dhahabu. Golden balls. Na wana Tyrant hapa basi bila shaka pale walikuwa wameingiziwa hapa basi style ya Thai boxing. Has to offer. It contains a Thai boxing Bible. Yeah, it's a Thai boxing Bible. Yani ni ile hare basi ya nipe nikupe. Wa Amerika waliweza hapa basi bila shaka para kupatiwa golden ball, na wao wa Amerika wakapatiana hapa basi formula ya style ya Thai boxing, yani ni formula ya style fulani basi ya kupigana. Advanced technology of yours in action. Yes. No, akambo unaweza kutuonesha venye hii kitu inafanya job. Akadai ndio. Technique za Thai boxing ziko ara za nyawa hizi. Na unasikia hapa basi ni hii ni ikuru ya Tyrant. Lakini punde Tyrant Rebels wale kuingilia, cheki manino. Wana Tyrant Rebels wale kuingilia, washalala. Wana Tyrant Rebels manzina kuambia wale kuingilia, wakaanza kumaliza kila mtu. Cheki manino, wakaanza kuangamiza kila mtu. Na ni nyakati za zamani. Hapa basi ni wakati wa zamani. It's a wrong time ago. Ni wakati wa zamani kabisa. Sasa wana Tyrant Rebels walichukua zile nyungu za dhahabu, kisha wakamuua mkurugenzi mkuu hapa basi kwa ikuru ya rais, wakamwangamiza. Lakini Master Wong alikuwa gara zinyoiza kambo, tafadhali hapa basi bila shaka pale hakikisha umezipata hizo nyungu, and that is an order. That is an order. Akapewa order hakikisha tazipata. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Master Wong alichukua hapa basi bila shaka pale masoja. Waasi nao ndio hawa. Huko Master Wong amechukua masoja kuhakikisha ataweza kuzipata hapa basi bila shaka pale zile nyungu sasa. Waasi nao ni kutamburuka na zile nyungu za dhahabu. Ikawa sasa hapa basi dogo brother mpenzi mtazamaji, lazima kuchomoke kitanzi baina ya kikosi cha waasi wenyewe ndio hawa na kikosi cha wanajeshi waleleyaye, kikosi cha masoja na kikosi cha waasi walianzana shasha. Waasi shasha. Waasi. Yani waasi iko na maana ni marebels. Marebels iko na maana hawa basi watu ni waasi. Waasi iko na maana hapa basi ni marebels, yani hapa basi kikosi cha kinai Urugwaru wenyewe basi bila shaka pale ndio hawa waasi shasha. Cheki maneno, wanataka zile nyungu. Na unaona serikali ya Thailand ilikuwa inataka kuzipatiana kwa serikali ya United States of America. Kitanzi shasha. Huyu naye anawamaliza sara kama hiyo. Cheki masoja right
on time Master Wong akakuingilia. Alikuwa anafanya kazi kwa ikulu ya rais Master Wong. Huko basi masoja wanapelekwa mbio mbio, cheki wanamalizwa masoja. Sasa masoja wanamalizwa, lakini kwanza mwenye kwa hapa basi na silaha kubwa alifanywa star gani na Master. Sasa Master Wong mwenyewe kuingia na farasi star kama muasi wa kwanza akakatwa kichwa style kichwa kando, life and director. Wengine ndio hawa ashalala wanaangamiza masoja, lakini this time Master amesha kuingilia, akaanza kuwa katakata. Master alianza kuwa katakata. Ni mdedri Master alianza chiki maneno wasi wameangamiza masoja wengi zaidi. Sasa ni Master mwenyewe. Alidungwa pia na yeye, alipewa punch. Lakini huyu ni Master, mbavu zake ni ngumu. Licha na kuwa amedungwa, aliamua kudedi kimwana umeshesha. Master chukua uswadi, bingirisha kisha kamata. Tuende shesha. Unajaribu kucheza, unacheza na nani? Mnajaribu kuangamiza, mnamaliza mtambarize akina nani? Master. Masoja bado wanatambarizwa. Chunga Master. Chunga sana Master. Wala la. Chunga sana Master wewe. Amezingirwa na kikosi cha waasi. Master amezingirwa na kikosi cha waasi. Ai, wewe. Aya. Wako wengi. Ukiona watu ni wengi nani? Achana na wao. Lakini Master dangamanya. Yani Master hataki kujua. Kama nyinyi ni wengi, kata huyo miguu. Pata mwingine. Na anataka kujua nani aliwatuma. Anataka kujua nani alituma hao watu wakujua chukua ile bidhaa. Na ni kwa nini? Mwingine ndio huyo. Kata. Master. Jitu lingine likaingilia. Master Wong. Asante sana Master Wong. Inda. Asante sana Master. Maridadi. Kisha akachukua mkuki. Kwa nini mnafanya hivi? Nikudunge. Jamari jidungisha. Ati unidunge. Wacha kuniuliza kama unidunge. Mimi ninajidungisha mimi mwenyewe. Akajimaliza. Haya. Wewe na wewe. Kwa nini mnafanya vitendo kama hizi? Kwa nini mkuje kwa ikuru? Muharibu uhusiano mwema wa United States na Tyrant. Lakini nimwambie wa Amerika ni wanyama. Wa Amerika ni wizi. Imagine wewe nakupeka kitabu cha Mashorat, lakini wewe unapatiana asilimali ya nchi yetu ya Tyrant. Hizo vitu ni muhimu sana kwa nchi yetu na unapatiwa kitu kadogo. Kwa nini amtumia akili nyinyi viongozi? Na akajimaliza. Alijua mwanzo yeye sio muasi. Hebu tokeni na nyinyi. Hata mimi kuna kitu nimefikiria. Na nyinyi hawa Amerika, tokeni mwende huko. Na mlete hizo vitu zote zenye walikuwa wameiba. Enyewe hata yeye alicheki akaona kweli Muamerika anamuenjoy. Juu yeye anapatiwa kitabu cha Mashorat. Na yeye anapatiana dhahabu. Michongo ya dhahabu ambayo inagharimu mabilioni na mabilioni ya pesa za Tyrant. Hata Master Wong alicheki akaona yenyewe hawa waasi hawatuvamii bure. Na hata mimi nimeona tumekuwa tukidanganywa na hawa ragai wa Amerika, wanatuenjoy, tunawapatia dhahabu na wao wanatupatia tu vitabu. Akaona amefanya makosa mwanzo, ni vitu mingi sana walikuwa wamepatiana. Kwa hivyo aliamua kujua. Cheki maneno. Aliamua kujua na akadai hapa kujengwa museum na familia yake kuja kuishi hapa. Akadai yeye mwenyewe anajitambariza na anataka hapa kujengwa museum yenye itakuwa ikionyesha asilimali za Tyrant. Master Wong alijididisha sara kama hiyo. Lakini kuna kitu kilifanywa kabla basi hajajididisha. Zile nyungu za dhahabu zilizikwa chini. Hapa chini ndipo zilizikwa.
zile nyungu za dhahabu ambazo zilikuwa hapa zinafaa kupatiwa wa Amerika zilikuwa hapa upande wa chini shisha. Title la sinema Sanctuary. Sanctuary ndilo title la horror cinema. Utakuja kumpata hapa basi jamaa kama vile Russell Wong. Rutikano basi utaweza kumpata Mark B akiwa starring kwenye horror cinema. Sasa ni kweli kabisa aliweza kuzikwa ara zenye hizi yule hapa basi master. Na kukajengwa museum. Kwa hivyo siku nenda, mwaka rudi. Familia yake iliishi hapa basi karibu na lile museum. Ikuwa sasa ni miaka mingi sana basi imekuja kupita. Miaka nenda, miaka rudi, miaka nenda, miaka rudi. Miaka nenda, miaka rudi. Unaona? Kwa hivyo generation after generation after generation after generation. Sasa hii ni generation kama ya 10 hivi. Ni generation kama 10 yake Master Wong. Mwanzo unasikia Master Wong hapa basi bila shaka pada. Zile bidhaa isemekana zizikwe ara hizi. Zile nyungu zote 3 zilizikwa ara zenyewe hizi. Na kukajengwa museum ara zenyewe hizi. Na familia yake ikawa inaishi ara zenyewe hizi. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale kuna kijana moja ambaye basi ni wa generation. Ndiye huyu Mike B jamaa restan kwenye hilo sinema. Na ndiye huyu hapa basi bila shaka pale bradhake hapa basi ambaye pia hapa basi anafanya kazi ya zenyewe hizi. Na huyu bradhake Mike B, huyu bradhake Mike B kwa jina la Kajo amekuwa akichunguza. Mwanzo ni mtu ambaye amesoma. Amekuwa akichunguza akiandikaga story kuhusu zile treasure. Na amechunguza mpaka aliweza kupata moja kati ya zile treasure. Unasikia ziliweza kuzikwa zikuwa 3. Lakini alipata kale kadogo ndiko aka. Alipata kale kadogo ndiko ako. Baada ya kukapata akaamua kwenda kukauza. Hao basi bila shaka pana ndio makosa ambayo aliweza kufanya. Kanjo alipata kara kadogo na roho zilikuwa zinafaa kuwa 3. Kanjo alipata kara kadogo akaamua kuja kukauza. Unaona? Aliamua kuja kukauza. Ndiko wako. Nilo hizi bidhaa wa Amerika walikuwa na haja sana nazo. Mbali na hivyo hapa basi nao generation ya waasi wa Tyrant, kumbe basi wenye waliwachwa waliendelea kuzitafuta. Kwa hivyo ni bidhaa ambazo basi bila shaka zinasemekanaga mwenye atazipata basi ataweza kupata do mingi. Sasa Kanjo kuzipata alikuja kauza pesa kidogo. Na ni bidhaa za umuhimu sana. Ingawaje amepata moja na zafaa kuwa 3. Ile moja alipata akaiuza. Na zile bidhaa zote 3 zinakuwa wanted. Kwa hivyo yule mama kuletua hii moja alipiga mwashiriano mara moja. Kumbe sasa naye kuna general, ndiye huyu General babu yake ndiye alikuwa kiongozi wa waasi. Hivyo pia naye sasa ameishi kutafuta zile bidhaa. Na kwa hivyo wakati General alipigwa mwashiriano, mwanzo ni alikuwa ameambia yule manzi mtu ambaye atajaribu kuja kuuza ile kitu ambie General. Yani General alikuwa amemlipa manzi. Mtu akijaribu kuuza aje mwambie. Hivyo manzi alipigia General na General akatuma wasee wamfuate jamaa wetu Kanjo ili Kanjo aseme pale zile zingine 2 zilipo. Cheki maneno. Kanjo walolo yaye maskini jamaa wetu Kanjo brother Mike B walele yaye anavamiwa, lakini yeye amefanya hapo basi mashorat. Cheki ukai Santo sana mararidario wengine ni hao. Cheki lakini wanapata nani? Ni demo Kanjo babarai. Mimi naitwa Kanjo. Nyuma yake mwingine. Miss, jamani ruko puzi unaruka namna gani? Alikamatwa. Okaba. Weka matumbo kando. Aya. Na ni juu ya magari ambazo zimeharibika. Wazubaisha sasa. Kanjo. Toka. Nakuja vitu nakuja kushtuka namna gani? Wengine ndio hawa. Nyinyi. Mnatumu kuja kuchukua nani? Kanjo bana machizo. Kanjo. Babu yake alikuwa gamashta huko pande wa Tyrant. Sasa jagiri moja alijam akaamua hapa spiritual kapara kuja kuzigangusha zile magari. Jamaa wetu akaruka Kanjo. Kanjo aliruka. Jengiri kufika Kanjo hayupo. Ameanguka vibaya . Oh.
Nimeanguka nikaanguka wapi? Oh, aliamua kanyanga zile magari zingine sasa. Aliamua kuzikanyanga. Aliamua kuzikanyanga zile magari zingine shasha. Kanjo chunga. Na hapa chini kumejaa magaidi. Chunga sana Kanjo. Ai, Kanjo kuzibaziba kidogo magari. Zikateremsha stara kama hiyo. Kanjo. Na yeye kateremu. Gaidi. Asante sana. Na hapa kuna jitu kwa jina la Gari. Gari ndiye komanda ndiye commander in chief wa hichi kikosi cha kutafuta hapa basi zile treasure. Gari mwenyewe ndio huyo. Where are the others? Na kusema ukweli hata jamaa wetu hajui. You gonna tell me now where you found it? Huh? You want to play tough guy? Utaniambia pahali zile zingine zilipo. Oye Kajo. Maskini Kajo. Kumbe aligongwa na nyuma kulikuwa na chuma. Ile chuma ikamgonga vibaya. Ikamtambariza. Kanjo kusha maneno. Wamepata moja na wanahitaji zile zingine mbili. Kanjo alikuja kazikwa hapa basi kando na kaburi ya babu yake. Na basi familia zao wengi wanazikwa hara zenye wizi, wamezikwa wengi, huyo hadi huyu Mashta Wong. Tena tupate ndege kuchomoka United States of America inakuingilia hapa basi upande wa Bangkok Thailand shisha. Ndege kuchomoka upande wa United States of America inakuingilia hapa basi upande wa Thailand. Kumbe Gari alikuwa mercenary amekomborwa na general. Huyu Gari alikuwa mercenary amekomborwa na general atafute zile nyungu za dhahabu. Na ule muda ambao alikuwa amepewa ukaisha. Wakati muda uliisha hapa basi alipatiwa 48 hours azilete zile nyungu. Ndio akakuja basi akamuita rafiki yake kwa jina la Nasser Wong. Kumbe basi baada ya kushindwa general alimdunga na sumu. Gari amedungwa na sumu na general. Na general ndiye tu ako na dawa. Kwa hivyo sasa ameambiwa asipozipata zile nyungu za dhahabu atakufa yule Gari. Mwanzo amedungwa na sumu. Na dawa ya ile sumu mwenye ako nayo tu ni general. Turudi upande wake hapa basi bila shaka pale kijana wetu Mark B. Huyu sasa ndiye star kwenye Euro Cinema. Brother yake aliuawa na akadedi kifo ambacho hapa basi mpaka yeye mwenyewe Mark B hakujua venye brother yake alidedi. Lakini ukweli uliopo ni kwamba na kwaiti brother yake aliaga dunia. Na ni kuuawa aliuawa. Mark B mwenyewe ndio huyo. Hajui ni nani, hajui iliendaje lakini anajua brother yake alidedi. Upande wa kikosi chake general iliwa general na yeye ameishi kutafuta zile nyungu za dhahabu. Mwanzo general hapa basi kuna kikosi chake cha waasi. Na unasikia naye general babu yake wakati wa zamani kabisa alikuwa kiongozi wa muasi. Kwa hivyo hapa basi pia general iliwa mtoto wa chura bado ni chura. Mtoto wa snake bado ni snake. Mtoto wa kiagei bado ni kiagei. Sasa hivyo kwa hivyo hapa basi general kuna kikosi chake cha waasi. Ndicho hicho. Walikuja sasa kubonga na Nasser Wong. Mwanzo naye Nasser Wong amekombolewa. Nasser Wong amekombolewa na Gari. Mwanzo Gari ni bishti yake. Hit 3 Thai royal antiques and buried them somewhere. But we managed to find one. But the other 2, they're still missing. So to cut the story short, we want you to use your expertise to get the rest back to us. Well, first things first, General. The antidote. Antidote. Dawa ya huyu mtu iko wapi? Akaambiwa hapa kuna painkiller na kuna antidote. This one is the painkiller. Hiyo ni painkiller. For now. And this one will cure the poison. Na hii ni ya kukuponya. Kwa sasa hivi Gari utakaa na painkiller.
mwanzo hapa basi hivi ndivyo aliweza kudungwa na sumu. Unaona? Gari baada ya kushindwa na ile mission alipotea kupotea akakuja akadungwa na sumu. Alidungwa na sumu juu alipatiwa kibarua cha kutafuta zile golden pots, zile nyungu za dhahabu. Akashindwa kuzipata. Baada ya kushindwa kuzipata akahepa. Kwa hivyo General akatuma magaidi wake wakamdunga na sumu. Sasa hiyo sumu General ako na dawa. Na ako na dawa ya kuponya na ako na dawa ya kuua uchungu, kumaliza uchungu. Kwa hivyo alifahamishwa basi kwa sasa hivi atapewa dawa za kumaliza uchungu huyu Gary. Lakini wakipata zile hapa basi nyungu za dhahabu atapewa dawa ya kuponya. Atapewa dawa ya kuponya. Na wako na 48 hours. Wao wamepata zile nyungu. Kwa hivyo unaona hapa basi ndio sababu Gary aliamua kumkomboa specialist. Mwanzo Russell Wong ni specialist. Gary aliamua kumkomboa huyu specialist, yani Russell Wong. Ili Russell Wong amsaidia basi kutafuta zile nyungu za dhahabu. Mbele asipopata zile nyungu za dhahabu Gary atakufa kwa ile poison aliyedungwa nayo. Na kupata dawa ya kuponya ile sumu ambayo iko kwa mwili wake anaweza pata tu kwa General. Na ili kupewa dawa na General hapa basi pengine tu alete zile nyungu za dhahabu. Mbali na hivyo walipromisiwa kupatiwa do. Russell Wong akamwambia hizi pesa zote ni zako na zingine kama hizi. Kama utaweza kuniletea hizo nyungu za dhahabu. Mwanzo hizo nyungu ni muhimu sana kwa culture, kwa utamaduni wa Matyrant. Kwa hivyo zitafute. Na hapa basi bila shaka para Russell Wong atatumia ujuzi wake wa kiteknolojia. Atatumia ujuzi wake wa kiteknolojia hapa basi kutafuta zile nyungu za dhahabu. Alright, upande wa kijana wetu McBean ไงปิดดูแลพวกกลุ่มช่างสำรวจแร่ธาตุด้วยแล้วกันเห็นเขาว่าจะมาสำรวจแร่ธาตุใต้ดินบริเวณวัดเรานี่แหละพี่ชายน้อยเขาเป็นคนแนะนำมาพี่ชายน้อย Ikasemekana hapa basi ati kuna wageni watakuja kutembea ardhi zenye hizi. Na sio wageni, ni akina Russell Wong. Na Russell Wong mission yake ni kutafuta zile nyungu za dhahabu. Alizipata ndio huyo. Russell Wong alizipata zile nyungu za dhahabu ziko hapa. Eliwa ziko hapa kwenye territory za kina Mike B. Hapa ni nyumbani kwa kina Mike B na hapa ndipo ambapo kuna miziamu na zilichimbiwa upande wa chini wakati wa kitambo zamani za kale. Hapa basi kuna sifo wa mtaa, yani sifo chief ni ameleta kina Russell Wong. Mike B hana habari kwamba na kuwa eti nyungu na ambazo babu yake aliacha basi amezika ardhi zenye hizi kuna watu nataka kuzichimbua. Hao ni akina nani? Wachana na wao. Kijana, unajua mimi ni sifu. Unajua mimi ni chifu wa mtaa? Ndio, basi fanya venye ambavyo nakwambia. Yukareithie, nenda ukachunge ng'ombe. Wachana huyo kijana. Haya, sawa. Kijana wetu hana habari. Unasikia hapa kuna museum, yani kuna tu vitu watu wanakuja kujionea mambo na historia kuhusu Bangkok, Thailand. Hapa basi kwa lile territory zao. Nyakati hawa nao hawakulala. Mpaka nyakati za usiku wakina Russell Wong bado walikuwa nang'ang'ana wakitumia teknolojia na ujuzi wa hali ya juu. Bado walikuwa nang'ang'ana basi kuchomoa zile nyungu za dhahabu. Jamaa wetu alikuja akashindwa hii. Leo ameweka video kamera wanaona mtu yote ambaye anakaribia. Mike pia alikuja akachungulia akashindwa. Nini hii inatoa masauti ovyo? Na aliambiwa ati ni choo. Kamera ameabea ado haya. Kwani hawa watu wanakuni ya panya? Nasikia tu chukuchukuchukuchuku. Ero anasikia sauti ya zile machine. Anazisikia zile sauti za zile machine zikichumbua hapa basi kuchomoa zile nyungu za dhahabu. Na hakika walichomoa mchanga na hatimaye wakazipata zile nyungu zenye zilikuwa zimesaria. Elwa moja ilikuwa imepatikana. Kale kadogo kalikuwa kamepatikana. Sasa zile kubwa mbili ndizo hizi. Ziko ara zenye hizi. Mali na ambayo inafaa kuwa ni muhimu sana kwa wananchi na raia wa Thailand. Ndio hiyo sasa inachukuliwa na imechomorwa manyumbani kwa kina Mike B. Bila ya kuwa hapa basi, yani bila hata Mike B kujua kwamba na kwetu kuna mali yao muhimu inachukuliwa. Alright. Haya. Ikawa ni hivyo siku nenda siku rudi. Kumbe Mike B
kuna kachain fulani anakuaga amewekwa, na hii ni dictionary ya Thai boxing, na yeye hajawahi jua ni nini. Wakati wa zamani ilikuwa hapa basi kwa babake. Wakati wa zamani za kale ilikuwa hapa basi bila shaka pale kwa babu yake. Wakati wa zamani za kale kabisa ilikuwa kwa babu ya babu yake. Wakati wa zamani kabisa ililetwa na Amerika hapa basi ikapatiwa na ikachukuliwa basi na Master Wong. Master Wong ndiye basi wakati aridedi ikabasi ilichukuliwa na kijana wake. Ikaenda hivyo. Hiyo chini yenye kijana wetu basi McBee amevalia. Mpaka wa sasa iko na McBee. McBee ndio huyu. Na unasikia hapa basi kwao kuna museum. Watu pamoja na yani wenyeji pamoja na wageni wako wanakuja basi bila shaka pale kujionea mambo ya zamani na kununua vitu zilizotumiwa wakati wa zamani hapa basi huko upande wa Thailand. Sasa kuingilia kama nze fulani kwa jina la Maureen. Maureen ndio huyo. Maureen ni journalist. Maureen ni mwanahabari. Sasa kuingilia basi bila shaka pale watu wengine. We, kuna kupiga picha hapa. Unanunua sio kupiga picha. Nunueni. Pesa ngapi? Hajui kizungu ni noma. Kwa hivyo kwanza anasoma 2500. Sir, madam. Oh, umoga. It will have this color. Unaonaje? Something power. Ndio hii kwa kitabu. It's not smooth. Because it was believed. Yeah, ndio hii. It is. Yeah, it is. Kizungu ikafika mwisho. Otherwise 2500. See. Ninyonge mpaka inanuka zamani. Hebu nukia. Tunasikia inanuka zamani. Ni ya zamani kabisa. How much is it? Ni pesa ngapi? Ngoja kidogo. 1 + 1 + 2 + 5. 2500. 2500? Ndio ni hizo zenye zimeandikwa hapo. No, msinunue hiyo. That one is not original. Good. Trust me. If you are interested in antique, you better... Yeah, kama mnataka kununua hapa basi nyungu original yenye ilitumwa wakati wa zamani, wacha niwatume pahali mtanunua. And then mnunue hapo. Zote ziko hapo zile original. Ndani mnunue hapo. Haya. Unataka kunimwagia unga? Lakini nimwambia wacha kuwa mjinga. Hizi vitu tunafaa tuweke hapa, watu wanakuja wanaona halafu wanaenda. Na hivi vitu yake watu wanafaa kuja kuona peke yake. Watu wanafaa wakuja waone halafu waende. Sio wakuja wanunue, wakinunua vitu zote utakuwa ukionyesha nini hapa? Wacha kujifanya ng'ombe juu, hata ukijifanya ng'ombe utakamuliwa na nani? Mimi mwenye nimekaa hapa nitakuwa nikikula nini? Nikaa hivi tu bure. Wanaona hawalipi. Wewe unapiga picha unapeleka. Wai, kuja uone shamba yetu imeibiwa. Kuja uone shamba yetu imeibiwa. Wewe na wewe shamba inawezaje ibiwa? Kuna mtu ameiba shamba, ametoa kasehemu kadogo ka shamba akapeleka kuongeza kwa shamba yao. Kuja uone kuna mtu ameiba shamba yetu akapeleka kuongeza kwa shamba yao. Kumbe ni ile shimo litengenezwa. Sasa mtoto anasema ati shamba lao limeibiwa. Haya. Na ni kweli unaweza dhani ati ni shamba imeibiwa juu kuna kishimo. Sasa unasema shamba yenu imetolewa, imepelekwa kuongezwa kwa shamba ingine. Na huyu manzi amesoma, Maureen amesoma. Kwa hivyo aliweza kuita profesa kutoka kwa chuo kikuu. Ndipo hapa basi profesa alikuja akacheki. Akadai hapa basi sio mchanga ulitolewa. Ni vitu muhimu sana zilikuwa zimezikwa ardhi zenye hizi wakati wa zamani za kale. Na zimechimbuliwa na zikaibiwa. Zile nyungu za dhahabu ndizo hizo. มันแมทช์กันหมดเลยนะทั้งเชฟทั้งไซส์ของเครื่องราชนั้นแล้วให้ดูดินที่มันทับถมกันมันน่าจะ100 ปีขึ้นไปแล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ texture ของเครื่องราชนี้มันจะคล้ายๆจิ๊กซอว์เล็กๆนะครับ aliwaambia chekini. Watu wenye walikuwaga hapa walikuwa wamekuja kuiba bidhaa fulani. Wameziiba tayari na wamechomoka nazo. Tutafanya namna gani?
Akadai venye hata sisi basi hatukuwa tunajua whether hapa basi kuna bidhaa kama hizo, hatukuwa na habari kwamba na kuwa eti kunaweza kuwa na bidhaa kama hizo huko upande wa chini. Lakini ulifahamishwa sasa mambo ilivyo ni kwamba na kuwa eti bidhaa muhimu sana tena zaidi zimenyakuliwa. Bidhaa muhimu sana tena zaidi manze zimenyakuliwa. Tutafanya nini? Lazima tuanze kuzitafuta. Hiyo ni mali ya Tyrant. Ni kitu ambacho basi chafaa kuonyeshwa watoto wetu, watoto wa watoto wetu, watoto wa watoto wa watoto wa watoto wetu, na watoto wa watoto wa watoto wa watoto hizo wa watoto wetu. Mitoto yote ya mitoto hizi yetu wanafaa kuonyeshwa hapa basi zile nyungu za dhahabu. Mwanzo ni nyungu za dhahabu ambazo alikuwa anazitumia mfalme wa Tyrant wakati wa zamani za kale. Mtu ambaye sasa anaweza fanya kile kitendo, mtu ambaye anaaminiwa basi anaweza fanya ile job. Hapa basi pengine tu hapa bishi huyo kijana wetu McBee. Kwa hivyo McBee alianza basi bila shaka para kufanya uchunguzi. Jambo la kwanza alikuja kwa jumba la bradhake. Bradhake alikuwa kama skana fulani basi alikuwa anaponia, kwa hivyo alikuja kwa jumba la bradhake. Akaanza kusakanya. Marina alimfuata kama basi wacha nikusaidie kutafuta ni nini hichi hawa watu waliiba na ni kwa nini waliweza kukiiba. Hatimaye ni kwa nini walimaliza bradhako. Sasa huyu manze Morin amesoma, masomo yake iko juu. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Richard kwa journalist, yeye mwenyewe hapa basi bila shaka pale ana masomo. Kwa hivyo anaelewa chochote ambacho kiweza kuibiwa ni chombo na ni kitu muhimu kwa wananchi wa Tyrant. Niคุณถึงผมจะหลอกขายของเก่าให้กับคนนู้นคนนี้นะผมก็ยังมีความสนใจกับโบราณคดีเหมือนกันนะครับ Robert kuchapa maraundi na kisha wakaamua kuja kuona haba si pahali ambapo bradhake McBee aliweza kudidishiwa. Mwanzo aminika bradhake McBee aliweza kuuawa Arazno hizi. Haya walitambaa wakiwa na Morin. Ilwa Morin basi yeye ni journalist, kwa hivyo bado anaendelea kuandika habari. Hodi karibu muko. Wenyewe wenyewe hamuko. Kona hamna mtu. Mwanzo ruti hizi ama ara hizi ndiko aliweza kutambariziwa bradhake. Kanjo alimaliziagwa ara zinywezi. Ni kitu anachunguza sasa McBee. Kanjo aliwa ara zinywezi. Lazima ajue sasa nini ambacho kiliweza basi bila shaka para kufanyika na ni kwa nini akadedishwa. Ashalala. Alipata kumbe basi Kanjo alikuwa na picha yao wakuwa vijana wadogo. We McBee, kuja. Kuja uone. Ni nini kwa hapa? Kuna mlango. Kai. Mlango ni inafanya uniite na nguvu hivyo. Aya. Kuna mtu mwingine pia amemaliziwa ara zenye hizi. Kuna mtu mwingine pia amedidishwa ara zenye hizi. Na ara zenye hizi ndipo aliweza hapa basi hapa karibu ndipo aliweza kuuawa bradhake. Kumbe mwenye ameuawa pia ni mtu ambaye amekuwa akifanya uchunguzi. Unaona? Ni mtu amekuwa akifanya uchunguzi kuhusu hapa basi bila shaka pale zile nyungu za dhahabu. Huko naye manza anapigwa simu na babake. Kwa nini haendi nyumbani? Dadi naye anakuaga na mtu na ni mtu mzima, mtu ambaye anaweza meza madisibili anaulizwa nini? Kumbe naye mwenye jamaa mwenye ameuawa amekuwa akichunguza. Anadai hapa basi hizi nyungu ambazo wa Amerika wako na haja nazo ni nyungu ambazo mfalme aliweza kuzitumia hapa basi bila shaka pale wakati wa zamani za kale. Halikadhalika akaendelea kuelezea wasikubali zichukuliwe ama zitolewa hapa nchini. Wahakikishe watazihifadhi kwa museum hapa upande wa Tyrant. Mpaka ameweza kuzichora hizo. Ni mtu alikuwa anachunguza story kuhusu zile nyungu za dhahabu.
amechunguza sana basi na akajua Waamerika wanazitaka mwanzo. Hiyo ni dhahabu tupu, hiyo ni dhahabu tupu, na Waamerika wangependa basi kuitumia kuiuza. Watu ambao basi ni masuspect wakutafuta, yani amechora mpaka watu ambao wanatafuta zile nyungu. Yule gadhi ambaye ameuawa right on time, majangili wakakuingilia. Makosa, majangili walikuingilia, ikawa sasa ni kitanzi. Cheki, oye, Maureen hajui vita, jamaa wetu pia hajazoea kupigana. Walichomwa picha wale watu ambao basi bila shaka pana wanajaribu kutafuta zile nyungu. Fasta Maureen alichomoka nayo huku, wakatoka unyoya. Gare ndiye huyo, Gare shasha salana. Oye, maskini kijana wetu Macbee mbele yao ndiye huyo Mutoa. Rutikando Musioka, makosa. Musioka ndiye huyo, maskini wa Mungu. Mbele yao tena Kamene. Walalayaye mama senari, hawa sasa ni mama senari. Jamaa wetu alianzwa aritanja ndikwa venye hujawaiona. Oye, maskini wa Mungu. Ngaye, maskini wa Mungu anatandikwa tu kimadharau. Enda wapiga, wacha mimi nijifiche. Basi tafuta pahali pazuri ujifiche. Manze nenda ujifiche. Wala Macbee. Ukabama no wako beti. Ni ukolia hii. Mwana wake beti. Ni ukolia wendo kindu. Ai. Na kwa ndiye nda akaumeria wa shalala. Anaulizwa kama anataka kufanyiwa madhambi, yani anaulizwa kama anataka kufanyiwa madhambi. Shalala nolala yeye kijana wetu. Mwisho wa rodi, mwisho wa rodi ukabae. Ai patwa teke, maskini combination ya wanaume watatu wa dead kabisa, wanaume watatu wa dead kabisa. Oh yeah, chukua teke. Ai mtoto wa wenyewe manzi, wekelewa. Macbee maskini wa Mungu chunga aliamua kuteremka. Wanaume watanimaliza. Mchezo kupigwa na wanaume watatu, aliteremka na mfereji ya mafi. Ndio hiyo. Sewage pipes. Aliteremka hapa, aliteremka nazo diseni kama. Kufika hapa akaona Parimanza amejificha. Nyamaza usionekane. Jifiche. Nyivinye. Na akateremka ili Manzi asipatikane. Kufika chini akaona watamuona Manzi, kwa hivyo alimuita gaidi. Cheki. Kuja unipige tu. Tunataka kunipiga ndio usifiwe. Kuja unipige ushibe. Okay, na ndio huyu mimi. Acha nikupige nifurahi. Manzi akapata time na wakati wa kuhepa. Jamaa wetu na yeye maskini wa Mungu. Oh yeah. Chukua sweep. Pato ya mgongo. Alipatwa teke Manzi, akaangukia dinga. Magaidi wakaamini eti wamemuua. Sasa Maureen afanye nini? Ina hapa basi amchukue Macbee, amrite hapa basi kwa master pale kwa museum. Mwanzo kuna kuona museum na bado basi kuna temple. Kuna museum na bado hapa basi Rashaka pale kuna temple. Kwa hivyo alikuja akamreta Razanyawa hizi kwa usaidizi hapa basi wa Msamaria mwema. Na akaelezea kadai kweli huyu mwanaume ni mgumu. Hakika master, ungeona venye wamemtandika. Anaonekana kulingana venye hizi mbavu zinakaa amempiga. Si ungechukua hata kama ni mawe. Mimi hata nilijaribu kuchukua chuma. Watu hawezi pigika. Ni watu wanoma. Master endelea hapa basi sasa kumtibu, kutumia tiba za kienyeji kumtibu kinyara wetu. Samunpraiเนี่ย Kwa nini wanataka kumuua? Yeye sasa Manzi anaulizwa. Manzi ni journalist. Elewa huyu Manzi ni journalist. Kwa hivyo anataka kuripoti basi, kuandika kwa ripoti yake, aulize ni kwa nini hawa watu wanapepeta watu na kuua. Alielezea master mpaka vinyambavyo hapa basi bila shaka pale alipata nini? Walipata mwingine ameuawa.
Lakini Master alimwambia basi watu wengi sana wameuawa kwa sababu ya hizi nyungu za dhahabu. Mwanzo wazungu, Waingereza, wa Amerika wanazitaka zile nyungu za dhahabu. Unaona? Wanazitaka zile nyungu za dhahabu. Na ndio sababu wanaua watu ovyo ovyo. Akaambia Morin, unajua hata brother yake Macbee aliua watu hivi bure. Aliuawa bure kabisa. Na watu wengi watadedi. Hizi nyungu za dhahabu hawa watu wameshazichukua na hawataki mtu yote aweze kujua ukweli uliopo. Ndio kisa na maana wanaendelea hapa basi kuangamiza watu. Sasa cheki venye wamemfanyia Macbee. Macbee amegongwa kama darama za haleluya. Maskini wa Mungu na hana makosa amefanya. Huku anagongwa kama darama za haleluya. คนหนึ่งก็ต้องอยู่ส่วนอีกคนก็ต้องไป Hivyo ndivyo brother yake Macbee aliuawa. Master anaelezea. Hivi ndivyo brother yake hapa basi Macbee aliweza kudidishwa. Aliuawa stara kama hiyo. Brother yake Macbee. Na ni kwa sababu ya hizi nyungu za dhahabu. Sasa Macbee naye ndiye huyo yuko hali mahututi. Master anaelezea venye wao walipita. Wakapata mwili wa brother yake Macbee. Wakauchukua. Uko na dai hapa basi generation ya kina Macbee kuna chini wanakuaga nao hapa basi bila shaka para kwa shingo. Inakuaga ni ya technique za Thai boxing. Ni ya style za kupigana za Thai boxing. Hizo tu ndizo style ambazo zinaweza wasaidia. Mwanzo wauaji na ambao wako hapa hawana huruma na mtu yoyote. Haya, Haisuru, Manzari mwambia mimi niko na picha ya wale watu ambao wanaangamiza watu. Mwanzo yule gadhe mwingine tulipata ameuawa. Alikuwa ameelezea kwamba na kwetu hao ndio wanatafuta zile nyungu na ati hawa ndio hawa basi wauaji. Eti hao ndio basi wale wauaji. Akamwambia Manzi, juu umesoma, ingia kwa kompyuta. Chunguza story kuhusu hawa watu. Na uchunguze story kuhusu hizo nyungu. Haswa ujue mpaka pahali ambapo wanakaa. Ujue mpaka pahali ambapo wanakaa. Alright. Manzari basi alidai hamna noma, atafanya kama vinye ambavyo ameagizwa. Na akaingia kwa kompyuta stara kama hiyo. Huyu manzi wetu basi ni journalist, ni manzi ambaye hapa basi arashaka pale amesoma, ni msomi. Ni msomi, ni mtu ambaye amesoma na kwa hivyo anaelewa mambo ya kompyuta. Akaanza kuchunguza story kuhusu Russell Wonga. Akaendelea akachunguza story kuhusu huyu Gary. Alikuja kupata habari basi Russell Wong ni mercenary, ni mamruki hatari kubwa basi kutoka United States of America, former US Special Forces, born in China but former US Special Forces. Ni jamaa ambaye ni hatari kubwa. Ni mtu ambaye miaka sasa ambao kadha wa kadha imepita amekuwa akifanya kazi kama mercenary. Macbee ndiye huyo. Kuna picha yake ya familia lake, harakati kibishi akiwemo brother yake, yani yule kijana wetu Kanjo. Alright. Kanjo aliuawa ndio. Na yeye ndiye huyo, maisha yake iko hatarini. Kijana wetu basi huku akiendelea kupata nafuu muda baada ya muda. Manzani alichunguza akajua mpaka pale ambapo hawa watu wanakaa kutumia sasa mitambo ya tarakishi. Alichunguza na akajua pale ambapo hawa watu wanakaa. Na hawa watu ndio wamehusika kwa wizi. Hawa watu ndio wamehusika kwa wizi wa zile nyungu za dhahabu. Ala, akapata picha yao mpaka pale walipo. Huko na kijana wetu alikuja akaona oi, babu yangu aliweza kuuawa, babu yangu pia aliweza kurudishwa, baradhangu naye huyu ni Karash juu ya hizi nyungu, na mimi wameanza kuniwinda wanidedishe. Aish. Naye Morin ameshapata habari kuhusu wale magaidi. Zaidi ameweza kujua pahali wanakaa, pahali wamekampa, pahali wanapolea. Manza ameshajua tayari. Pahali ambapo wanapolea Manza ameshajua already. Alright. Morin anafanya hii kazi manake yeye ni reporter. Mbali na hivyo yeye ni mzalendo hapa basi wa Thailand. Na nasikia zile vitu basi ni vitu na ni vifaa muhimu sana kwa
wananchi wa Thailand. Kwa hivyo hawezi kataka basi ziende na maforeigners, hawezi kataka ziende na mtu mwingine yoyote yule. Alright. Kumbe basi vinyi ambavyo wanatambaa walikuwaga mbele yao akina Gary na Russell Wong. Gary na Russell Wong walikuwaga mbele yao. Cheki maneno. Walikuwaga hapo mbele yao. Kijana wetu Macbee mwenyewe ndio huyo. Wako na Maureen. Hapa ndipo magaidi walikuwa basi bila shikaparo wamekampa. Mwanzo ungeshindwa nafanya nini? Mbele tayari nyungu wamezipata, ungeshindwa sana ni kwa nini hawajazipelekea general. Ndio hao. Bas. Macbee alifuata. Macbee wakuwa na Maureen manzi walifuata. Kumbe na majangiri walicheki wakagundua hapa basi wanafuatwa. Majangiri wamegundua wanafuatwa. Ai, majangili wamegundua kwamba na kuwa eti wanafuatwa. Waliumeria shisha. Majangili waliumeria. Wamegundua wamefuatwa. Na kwa hivyo sasa wakaamua kuumeria. Cheki maneno. Waliamua kuumeria. Taua hawa watu. Manzi wakagaidi akaidai ndio. Bash. Chungeni sana Maureen. Chungeni sana Maureen. Manzi wakigaidi na akona bunduki. Maureen. Macbee. Maureen. Macbee. Walianza kunyeshiwa marasasi sasa. Walianza kunyeshiwa marasasi. Maskini wa Mungu. Dinga likakwama. Dinga kukwama ikabidi basi sasa wachomoke. Rubidi wachomoke mwanzo dinga tayari limekwama. Ashalala. Maskini wa Mungu na huyu manzi basi akona bunduki. Wao hawana bunduki, manzi akona bunduki. Macbee, Maureen, manzi weka magazini, weka marasasi zingine kwa pishto. Ai. Oleleyaye. Kwenda kuchukua manzi arapigwa rasasi. Maskini wa Mungu. Sasa ribidi ashike manzi wakabingereka stara kama hiyo. Amedungwa, amepigwa rasasi ingine. Oh ye. Kisha wakabingereka na kubingereka na kwa msito. Wakabingereka na kubingereka na kwa msito. Manzi wakikaidi akadhani wamededi. Amekufa unajua tulimgoga akaanguka kwa gari tukadhani amekufa. Manzi akamwambia this time amededi. This time around Macbee is dead. Anapewa mate juu ya kuua mtu. Anapewa mate juu ya kuua mtu. Salala. Alright. Asante sana. Maridadi. Sasa wakati huo baada ya magaidi kuchomoka ta Macbee mwanzo sasa huu naye amekuwa ni mtu wa kubebwa kila siku anagonio, mara amepigwa rasasi, alimvuruta mpaka pahari kama hapa. Akashindwa utafanya namna gani? Ndipo alikumbuka master alikuwa anatumia dawa za kienyeji. Unaona? Kutibu watu. Na zaidi basi kutibu kidonda. Manzi alikumbuka sasa. Kofiti sio kama kitambo. This time around yuko fiti sio kama kitambo. Washalala. Kemanino. Hey, chunga hizo makona nani. Sasa dinga likaanza kubingirishwa, kupelekwa kombo. Dinga linapelekwa kombo tazama. Dinga lapelekwa kombo. Ai. Kanyangwa breki kirushwa mbele sara kama kufika chini wakaambua run. Mkimbie ama tuwakanyange. Na wakajua tutakimbia kwa barabara. Hapana, tutakimbia ndio, lakini hatutakimbilia kwa barabara. Sisi tutakimbia hapa kwa msitu. Mwanzo tukiingia kwa msitu, dinga harina mbio. Bash. Waliingia kwa msitu. Na kadarane mojinga na Serwong akawafuata kwa msitu. Kwa msitu. Dinga likagonga mamawe, likagonga mabonga za msitu, likagonga mamiti steini. Kosa. Dinga rekaribika. Chogio ngi. Dinga likanyamba. Na maana haliwezi likatoka hapa. Tafanya nini?
lakini pahali walikuwaga sio mbali sana na pahali walikuwa wapatane na wale hapa basi wasariti wake general, wale wa masenari wake general. Kwa hivyo waliamua kwenda basi kutafuta wale wa masenari wake general Shasha. Kumanไปทางนี้ไป Walitambaa. Where are we? We are close to the general's man there. We are close. Tuko karibu sana hapa basi na wase wake general. Kwa hivyo kama tuwacheki. Leo hao ndio walikuwa wanawaletea document. Hao ndio walikuwa wanaletea basi tikiti ya ndege na kadhalika. Alright. Sawa bishi. Wase, nyinyi mko na haja na chapa. Pesa zenyu ni hutu tudogo. Now, well, where's the way out of this shit? Na tukiwa hapa tutapita namna gani? Mtaenda hivi, mtaremuke alafu mpande juu alafu muangalie juu mkuu mpanda. Hey man. Wewe. Pesa ndizo hizo. Na mkijaribu kutugeuka mtufuate mtaona moto. Hapana nyinyi nendeni. Wakaambua okay, kitu moja. Kuna watu wawili wakufi. Tafadhali mujaribu kuwaua nyinyi wenyewe. Sisi tumejaribu tumeshindwa. Muue hawa watu. So wanashindwa. Yaani watu wenye wakufi sisi ndio tutaenda kuwaua. Aisoro. Bas. Rasarwam, gari na manzo wa kigaidi waliamua kutamburuka. Lakini hapa basi jamaa wetu Mike B akona wao bumper to bumper. Mike B akona wao bumper to bumper. Cheki maneno. Mike B akona wao bumper to bumper. Mbele yao masenari. Juu yao mwingine. Rutikando nyuma yao another one. Haya, Manja kakaa kando kama ndivyo kawaida ya wanawake, kifika ni vita. We goja. Wacha nimalizie huyu mtu tuende tukaenjoy chapa. Leo hii sio wakati mmezoea kunichapa ovyo ovyo. Leo hii mimi ni Macb mwingine. Umezoea kunichapa, mmezoea kunitandika kila siku. Nataka mjue this time round mimi ni Regae Dongani. Mimi ni Regae Dongani. Ina maana mimi ni mtu mwingine tofauti. Mjue this time around mimi ni mtu mwingine tofauti. Hivyo nawaambia mtajua. Miss. Kisha wewe. Oya, weka stance. Teke wapi? Weka stance bado. Kisha oya. Kamata. Chukua. Miss. Patwa kichwa. Chukua nawe elbow. Santa sana. Uinare kuingilia. Wehe. Unapiga jamaa wetu namna gani? Si ndio tumekuja kupigana. Masenare mwingine. Usinishika shike namna hiyo nani? Pato 1 2 3. Wewe chukua. Jaribu kujijaza lakini sasa wamemwingilia wote pamoja. Asa maskini. Makosa. Miss. Pata. Maskini jamaa wetu. Oya. Wekwa kando. Mataye to deni tukakule chapo na ngozi chuma. Ngozi choma Kwa nini? Jamani nimemuua to deni. To deni umeua nani? Na kweli yakufagi. Wewe kufa nani? Wewe kufa Unaambia nani akufe? Si wewe ukufe. Toka. Haya. Wase gojeni msikuje. Wase msikuje bado. Msikuje. Wase kujeni sasa wase kujeni. Wewe kumeharibika shasha. Unasema wasikuje kukusaidia. Mtajua this time around mimi ni Mdedri. Mtajua this time around mimi ni Macb mwingine.
misha kisha wote pamoja, lakini jamaa wetu wamekauka wote watatu. Akagonga moja na yeye pigwa na wawili, aligonga moja ndiyo na yeye akagongwa na wawili. Macbee Santa wote wawili kamata Santa sana na bado wewe na wewe kuwa peke yako ukama no wewe kisha teke asante sana wewe Rvasadira teke kwa jina Rvasadira hawa wawili kisha wasanta kisha pata mateke mwenye kochi kuraliwa. Asante sana warai goja kitu gani unasema goja nini mwingine wakabama no panuliwa kisha full body punch. Asante sana yaitwa full body punch na bado Russell Wong mutarete mali yetu. Haya, yani hawa watu hawajai kufa gani hatu ulimuwe wao waliona sasa wacha waende, lakini kustukia wanaambiwa namna gani? Cheki si sasa mambo ni poa. My dear, kila kitu iko sawa. Munaenda na mnatuona we nogo we keiho we chura hii kevese ke ngayoni miata ganyet roguaro miengonyo wali matusi yote hapa duniani basi ili waweze kurudi. Gari sasa nero gari ni wahi stima. Oye Morina yeye patwa moja. Oye Morina hajazoea mambo ya vita. Atajizuia namna gani? Alichukua jiwe. Aya gigi jiwe na visu. Chunga manzi. Kijana wetu naye sasa amepatana na gari. Na gari ni wahi stima. Gari ni wahi stima, uchunge sana Macbee. Maskini. Oi. Nyinyuniwa. Patwa ya tumbo. Visu. Aish. Ana. Wapi. Manze chunga sana manzi. Chunga sana. Patwa moja na jamaa wetu. Oye. Na chini ni mbali. Wakati Macbee alicheki akaona venye chini ni mbali, alijua hapa hataki mchezo. Nara Saronga akaona hapa hata hakuna kazi yangu. Akaamua kutamburuka. Eti hamna kazi yake. Manzi na yeye atetee maisha yake. Morina atetee maisha yake. Santa sana. Ala. Jiwe. Morina alichukua kisu. Kwenda kutupa jiwe. Kisu. Pata moja ya nyonyo. Alipatwa moja pale kwa factory ya msuli. Ile msuli yote yenye tunasikiaga wanaume inatoka kwa nyonyo. Sasa alipatwa daga kwa factory ya msuli. Msuli yote kamwagika chini. Kwa maanisha pia yeye ni kuisha maneno. Manzi wa kigaidi. Jamaa wetu naye ameamua hata anguka. Amekataa kuteremshwa. Macbee. Santa. Usiaguke, sijatosheka kupigana na wewe. Alimgonga. Niko irair. Patwa moja teke. Kuja tupigane wapi? Para kuisha manino. Gari Karash. Manzo wa kigaidi Karash. Sasa ni Russell Wong shisha. Sasa ni Russell Wong.
Russell Wong. Mali ya wana Tyrant utaiwacha hapa upande wa Tyrant. We! You brother Inzi, siafu. Soda ya Alvaro. Papa moja. Na utungi sasa huyu ni Russell Wong. Things, don't you? Vavara unapenda kuchapwa mno. Nishapigwa mpaka nikakauka. Twende shasha. Unapenda kutandikwa. Umewawa na watu wengi na haukufi. Watu wengi wanakuua na haukufi. Kwa nini haukufi? Just imagine mtazamaji, mtu akikuuliza ati kwa nini haukufi. Sasa Russell Wong amekasirika. Kwa nini haukufi na nini? Kwa nini haukufi? Why are you not cooing? Kwa nini haukufi? Mara mingi umewawa. Mara mingi umewawa na haukufi. Watu wanapiga wewe, unauawa, unakataa kukufa. Kwa nini haukufi? Kwa nini ukufi? Kufa haraka. Vavara ikufa haraka. Lika yako siwezi pigana nayo. Wewe ni mtoto sana kwangu. Kupigana na wewe siwezi pigana na wewe. Siwezi pigana na wewe. Maskini McB. Russell Wong aliamua kumuua haraka aende zake. Russell Wong aliamua kumuua speedy ili aende shughuli zake. Wakabamana wake beti. Kwa nini ukufi? Wacha sasa nione kama hautakufa. Alimnyonga na kisha akamtumbukiza kwa maji stara kama hiyo. Oh yeah. McB. Woyeyai. Russell Wong alihakikisha amemuua McB yeye mwenyewe sasa. Sitaki kuachwa na hiyo ndege. Lakini nguvu za spirit ya master ambaye alikuwa babu yake zile kuingilia. Kamuonesha hiyo ilikuwa ni kama tu master breathing. Ala, kujinutoka kumuka mazoezi yote basi ambao wameshafanya. Bash. Bado. Damn it. Nakwambia bado. Sasa ameamuka akiwa na wazimu shasha. Ameamuka akiwa na wazimu. Nino shasha. Amekuja kuamuka akiwa na wazimu sasa. Wana nani. Nadhani umeua. Ukaua nani? Kwanza sasa nakupiga ni kuwa nimefunga macho shasha. Ya madharau. Kamu manzi. Story ni za babu yangu. Manzi nakutandika ni kuwa nimefunga macho. Umewahi pigwa na mtu ambaye amefunga macho nani? Ukapigwa, ukatandikwa, ukaonwa kando na mtu na ambaye amefunga macho. Kisha iru naiteke. Lala. Chukua ingine. Ala. Kisha madhiriring round up kick. Cheki manino. Kisra moja round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 29, 30, 40, 100 mateke. 100 mateke. Mateke 100 manzi. Hakika hata kama ni ndovu ingeyaga dunia. Just imagine 100 mateke. Just imagine mtazamaji, 100 mateke. Akamuona kando Russell Wong. Kisha kakuja kambia manzi, sasa mimi nimeiva.
Manzi this time around sitaki mchezo. Mali ya wana Thailand ndio hii. Lazima ikae hapo upande wa Thailand. Mali ya wana Thailand lazima ikae hapo upande wa Thailand. Mwanzo hapa ni Thailand na hizi mali ni zetu. Kwa hakika waliweza kuzirudisha basi bila shaka pale upande wa Thailand, wakazirudisha hapa basi bila shaka para kwa museum, na ikawa watu wengi zaidi kuchomoka sehemu mengi zaidi na sehemu tofauti za ulimwengu wale kuingilia hapa, mpaka maprofesa, mpaka maengineer na watu wengine basi, huku wakimshukuru jamaa wetu kwa kurejesha mali ya wana Thailand upande wa Thailand. Mali basi kurudishwa upande wa Thailand, mali ya Thailand kurudishwa basi upande wa Thailand sara kama hii, huku basi jamaa wetu akipewa sifa na kujulikana basi kwa kijiji na kote nchini Thailand. Hapa basi na maraka cheki naona picha retu sanctuary dakika ni za mwisho. Sanctuary dakika ni za mwisho. Kubishini wako ma studio top ranking DJ ranking Afro Amegas. Sanctuary mwisho.